الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما طافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم المطهرا. الله أكبر الله أكبر ما همت بهم مطايا الأشواق إلى العرفات. الله أكبر الله أكبر ما وقفوا بشعير الأقوال بشعر الحرام شاكرين الله على ما هداهم إلى معالم السعادة. الله أكبر الله أكبر ما وصلوا إلى منا ونحروا هداياهم وحلق كل أو قصر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله ذي المجد والثناء والنور السناء والعزة والكبرياء عظم علمه فعفا وتكفل بحلقه وفكفى وعلم سرا وأخفى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى القائل في محكم كتابه الكريم وذكره الحكيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمهم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نحمده على أول نشكره على ما تفضل به وأعطى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي السعادة رحمة للعالمين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الإخوات المسلمون، نحن في يوم عيد الأضحى yenye watukufu wa Kiislamu. Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kuzipeleka ziada za rahma kwa kiongozi wetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote napenda kuzihusia nafsi zenu, lakini pia kuihusia nafsi yangu kunako swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. I'lamu nahnu fi yawm Eid al-Adha, tambueni ya kuwa hakika yetu sisi siku ya leo tuko katika Eid al-Adha, yani idi ya kuchinja. Wa huwa yaumul hajj al-akbar, na leo ni siku ya haji tukufu, ni siku ambayo ni hija tukufu ambayo Allah tabaraka wa taala ameifaradhisha kwa waumini. Yaumu min ayyam, ni siku ambayo ni siku miongoni mwa masiku ada fihi al-hajjaj, wameenda kuhiji, wanaondoka mahujaji min Muzdalifa, kutoka katika Muzdalifa, liyarmu jamra, wanakwenda mahala fulani kwa ajili ya kwenda kurusha au kutupa mawe. Kisha baada ya hapo wayadhbahu au yanharu, kisha baada ya kurusha mawe watatoka na kuelekea mahala fulani kwa ajili ya kwenda kuchinja mahujaji hao. Lakini pia si hivyo tu, wayalhaqu au yaksuru, na baadhi yao hao mahujaji kuna baadhi yao wamenyoa nywele zao zote na wengineo wamepunguza nywele zao, wamegawanyika hivyo. Thumma, kisha yadhabu baada dhalika, baada ya kufanya majambo hayo, yani kurusha mawe na kupunguza nywele zao na kuchinja pia, baada ya hapo wanaelekea litawaful ifadha, wanakwenda kwa ajili ya kwenda kuzunguka nguzo tukufu katika sehemu tukufu ya Al-Kaaba.
Ayuha almuslimuna, enyi waislamu, faqad shara'a Allah, hakika amesherehesha, ameishekea sheria Allah tabaraka wa taala kwa waislamu wote, ayanharu fi hadha al-yawm, waweze kuchinja katika hii siku ya leo. Sio mimi wala wewe, ni matakwa yake Allah tabaraka wa taala. Amewapendezeshea waislamu waweze kuchinja hii siku ya leo. Lengo ni nini? Lengo la kuchinja katika hii siku ya leo, ndugu waislamu, ni kuenzi lile tukio la Sayyidina Ibrahim alayhi salam na mwanae Ismail. Nini walifanya katika hii siku ya leo, na kwa nini tunachinja? Ni kwa sababu ya tukio maalum aliyolielezea Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani tukufu. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Allah tabaraka wa taala baada ya kumpa utukufu na unabii, alikaa muda mrefu pasina kupata mtoto. Lakini pia baada ya muda huo mrefu, baadhi ya mashekhe wanasema ilimchukua kwake miaka 100, wengine wanasema ilimchukua kwake miaka 120, wengine wanasema ilimchukua kwake miaka 90. Wakati huo mke wake akiwa na miaka 80, wengine wanasema akiwa na miaka 90. Allah tabaraka wa taala akamtumia malaikatur rahman ambaye ni Jibril alayhi salam, Israfil na Mikail, wakipita wakielekea katika mji fulani ambao alikuwepo Nabii Lut alayhi salam. Huko Nabii Lut kulikuwa na majanga yake, alikuwa na majanga yake ya kaumu Lut. Sasa basi Allah tabaraka wa taala akawatuma malaika kwa ajili ya kwenda kuangamiza ule mji. Wakati wakielekea huko, ndo wakapita kwa Nabii Ibrahim alayhi salam kwa ajili ya kumpa habari. Walipofika mahali pale, wakamtolea salamu Ibrahim alayhi salam, naye akaitikia salamu. Tunakwenda haraka haraka kwa sababu ya muda, na yeye akaweza kuitikia hiyo salamu. Kisha baada ya hapo Nabii Ibrahim akawaandalia wale malaika turahmani kichinjwa, na akakuwakaribisha wale malaika, wakawa ni wenye kugoma na kukataa. Kisha baada ya hapo wakambashiria mtoto, wakamwambia Allah tabaraka wa taala akutabiria wewe, akubashiria wewe utapata mtoto hivi punde tu. Mke Ibrahimu alayhi salam akayasikia yale maneno, kisha akasema, iweje mimi ajuza niweze kupata mtoto, kikongwe mie? Malaikatu Rahman wakasema, hivyo ndivyo Allah tabaraka wa taala anafanya majambo yake. Kisha baada ya muda Ibrahimu alayhi salam na mke wanampata mtoto ambaye ni Ismail alayhi salam. Ismail alayhi salam, Allah tabaraka wa taala anasema baada ya kufikia umri fulani ambao ni umri ambao wewe baba ampenda mtoto kuliko mkewe, anatoka amri kwa Allah tabaraka wa taala, mchinje mwanao. Imemjia ndoto siku ya kwanza Ibrahimu alayhi salam, akaipuuzia ile ndoto, akaiacha. Siku ya pili aiota tena, akaipuuzia. Siku ya tatu akaona hapana, hii ni kweli. Akamwita mwanae Ismaili. Allah tabaraka wa taala anasema, wa idh qala Ibrahim, kumbuka pinipo aliposema Ibrahim liibnihi, kumwambia mwanae. Alimwambiaje? ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandhuru madha tara. We kijitoto changu, we kipenzi changu, we Ismaili, hakika yangu mimi nimeona ndani ya ndoto nikikuchinja wewe. Fandhuru madha tara, hebu angalia nini unafikiria hapo, nini unawaza hapo. Sikiliza majibu ya mtoto aliyelelewa katika utaratibu wa dini. Sikiliza majibu ya mtoto aliyekuwa na hofu ya Allah tabaraka wa taala. Anamwambia, ya abati,
ewe babangu, ifalu ma tu'maru, fanya vile ulivyoamrishwa, satajiduni insha Allah minas sabirina, ukifanya hivyo utanikuta mimi nikiwa ni mwenye kukusubiri huko akhira. Ibrahim anamwambia mwanae, tunamwambiaje mama yako hili jambo? Mama yako alikuwa akikungoja kwa muda mrefu sana, imemchukua muda mrefu, hizi habari tunamwambiaje? Mtoto akamwambia baba yake, wala tusimwambie mama, tusimpe hii habari, mama atahuzunika mno, tusimpe hii habari, tuondoke kama tunakwenda kuchunga, nitamuomba mama niongozane na wewe, tunakwenda kuchunga, mama asijue. Wakapanga mpango, baba na mtoto wakaelekea katika mahala fulani. Walipofika huko, Ibrahimu alayhi salam achukua kisu chake, ataka kumchinja Ismaili, uso wake umemjaa haya na huruma. Mtoto anamwambia baba, kama unaogopa na kuona kama una wasiwasi hivi, hebu chukua kitambaa ujifunge usoni, alafu unichinje. Usiogope, ni amri ya Allah hiyo. Chukua kitambaa jifunge usoni, usiniogope, unichinje kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ibrahimu anamlaza Ismail katika mkao maalum wa kuchinjwa, achukua kisu ambacho ni kikali kupita maelezo, kimonolewa uzuri hivyo, akiweka katika shingo ya Ismail, kisha anza kukata. Kisu kimekataa kukata, kisu hakikati shingo ya Ismail alayhi salam. Ibrahimu anakwenda kunoa tena kile kisu, anakinoa uzuri, kisha anarudi kwenye shingo ya Ismaili, akikati. Achukua kisu, akwenda kupiga kwenye jiwe linakatika vipande, akirudisha kwenye shingo la Ismaili, shingo alikati. Wakati huo Sheitani laanatullah yu pembeni amwangalia Ibrahimu, anamwambia, aliona hilo linamchinja mwanae, yani unamchinja mtoto wako ambaye umemsubiri kwa muda mrefu, umempata leo unamchinja, akili una wewe. Ibrahimu anachukua mawe, anampiga Sheitani ili aweze kuondoka. Tukio likaendelea. Allah tabaraka wa taala yuwaona hili, aona namna ambavyo kipenzi chake Ibrahimu alayhi salam akitekeleza maagizo na maamrisho yake kwa usahihi na ufasaha na unyenyekevu uliokuwa mtukufu. Baada ya kuwa Ibrahimu ameonesha kitu hiko, Allah tabaraka wa taala akamkirimu kwa kumletea mnyama. Wayaqulu alfuqaha, wanasema wanazuoni, akaletwa mnyama ambaye ni kondoo, badalan an Ismail alayhi salam. Yule mnyama aletwa badala ya Ismail alayhi salam. Ibrahim akawa ni mwenye kumchinja yule mnyama na Ismaili akabaki kuwa salama. Kwa tukio hilo la kufanya hivyo, Allah tabaraka wa taala fafaradhana alaina dhalika, akatufaradhishia sisi kulifanya hilo, fi hadha al-yawm alladhi tumsama Eid al-Adha. Allah kafaradhisha lifanyike jambo hilo katika hii siku ya leo ambayo tunasema ni Eid ya kuchinja. Lidhan, hivyo ni wajibu wa kila Muislamu kuchinja hii siku ya leo. Kana al-mushrikuna fi zama Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, walikuwa makafiri, walikuwa washirikina wakichinja wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhatihim, wakichinja kwa ajili ya Mungu yao, alladhina tusamauna, ambao wanaitwa almanna wallata waluzza walmanata. Walikuwa wakichinja washirikina kuwachinjia miungu yao. Ni sanamu hiyo Lata, Uzza na wengineo, yale masanamu 360 walikuwa wakichinja kwa ajili ya miungu yao. Rasuli sallallahu alaihi wasallam akalibadilisha hilo kuienzi
sunna ya baba yetu Ibrahimu alayhi salam, watu wachinje kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasemaje? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allah tabaraka wa taala anasema, hakika we kipenzi changu Rasul, nimekupa kheri nyingi mno. Hivyo basi swali kwa ajili ya Mola wako, kisha uchinje kwa ajili ya Mola wako. Mabwana, kuchinja ni ibada na anayestahili kuchinjiwa ni Allah tabaraka wa taala. Tumombe Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe miongoni wa wafuasi wa Nabii Ibrahim alayhi salam. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. Alhamdulillah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, shahadatan tumha biha dhulmati adh-dhunub. Allahu akbar walillahi alhamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. أعز بطاعته المتقين وأذل بمعصيته الفاسقين. الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذي القوة المتين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رسوله الأمين. بعثه الله بين يدي الساعة رحمة للعالمين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, nakuhusieni tena kwa mara nyingine na kuihusia nafsi yangu swala hili la kuendelea kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani ndiyo lengo na maksadi ya kuumbwa kwetu. Ayuha ikhwati, nahnu fi Eid al-Adha. Wapenzi watukufu, sisi tuko leo katika Eid ya kuchinja, siku ambayo sheitani leo anapata wasiwasi, anahangaika, anazunguka kona zote za dunia, huku machozi yakimtoka, akitokwa na makamasi, analia, anahuzunika, anafadhaika, anakasirika. Kwa nini yamtoke haya? Kwa sababu ijtamauna fina, tumejikusanya sisi leo hapa, wa kulubuna wahida, na nyoyo zetu leo ni moja. Lakini si hivyo tu, baada dhalika, kisha baada ya hapo tunasimama hapa tukiwa mwenye kusamehewa madhambi yetu. Hili shetani halipendi katika maisha yake. Alishatoa ahadi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sasa anapoona tumejikusanya hivi kwa ajili ya kumdhukuru Allah na kumtakabari Allah na kupeleka sifati mbalimbali na kumsifia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, roho yake inamuuma. Usia wangu, leo tumekusanyika hapa na nyoyo zetu ni moja, na tukitoka hapa pia nyoyo zetu ziwe ni moja. Kwa nini? Kwa sababu baadhuna liyaumi yadhbahuna, baadhi yetu leo wanachinja na kuna baadhi ambao sisi hatuchinji. Hatuchinji kwa sababu hatujajaliwa vichinjwa, ndio maana hatuchinji, ila tulitamani na sisi tuchinje. Kwa hiyo nyinyi ambao mmejaliwa kuchinja, Allah tabaraka wa taala yuwatupendezeshea sisi na kutuhusia furaha isibakie kwenu nyinyi, furaha ienee kote kwa masikini, mafukara na wengineo, mayatima na kadhalika. Kwa kile kichinjo ambacho wewe umekichinja, basi usiwasahau jirani zako, usiwasahau wanaohitajia swala hili. Hii siku ya leo tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie nyoyo za huruma,
ili tuweze kulitekeleza hilo. Nikukumbushe wewe uliandaa kuku kwa ajili ya kuchinja, kuku wala hayupo. Anayetakiwa kuchinjwa leo ni mbuzi, kondoo, ng'ombe na ngamia. Wewe uliandaa kuku na bata, hiyo ni starehe ya leo, wala hujatekeleza ibada. Allah akukubali inshallah. Allah atufanye pesi katika hilo inshallah. Ittaqullah fa inna taqwa ra'sul hikma wa wasiyati llahi al-awwalin al-akhirin. Akthiru min as-sadaqat wal-istighfar was-salatu was-salamu ala khairil bashar فإنه سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء ورفيق في الغار خليفة الرسول سيدنا أبي بكر الصديق وعلى فاتح الأنصار أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى شاهد الدار أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى لم يسجد إلا للواحد القهار أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. وارض اللهم عن ستة البقية من العشرة المبشرة. وارض اللهم عن جميع صحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز غفار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.